Hii ni programu ambayo inalenga moja kwa moja kufundisha vijana, kuwaongoza, kuwashauri, kuwajenga kitabia, kiakili, kihisia, kimaadili na kimaendeleo ya kiroho na kimwili. Zipo youth mentorship, ziko nyingi sana. Kuna zingine za duniani huko wanafundishana mambo ya duniani, lakini hii hapa itakuwa inadili na mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Hii programu lengo kuwafikia vijana walika kuanzia miaka 7 mpaka 25. Nataka tuwafikie hao vijana kwa ajili ya kufanya nini? Kuwaongoza, kuwafundisha na kuwashauri kiroho na kimwili. Lakini tuna andiko letu kuu ambayo inapatikana katika kitabu hiki cha Luka sura ya 2 mstari wa 52. Naomba tusome hapo. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, ndio akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa nini Biblia inamtaja Yesu katika haya maeneo matatu? Inasema naye Yesu akaendelea kukua katika hekima, kimo, akazidi kumpendeza Mungu na nani? Na wanadamu. Malengo ya hii program, tunataka vijana tuwe katika hii level, tuwe na hekima ya Mungu itakayoweza kutuongoza, tuwe na maarifa ya Mungu, lakini pia sio hekima tu, na kumpendeza Mungu na wanadamu, kwa sababu kuna vijana wengi wakiwa kanisani wanajifanya wanampendeza Mungu. Bwana asifiwe. Lakini wakiwa mitaani huko hawapendezi hata wanadamu. Tabia zao ni mbaya, mienendo yao ni mibaya. Kwa malengo hasa ya hii program ni vijana wakue katika hekima ya Mungu, lakini katika maarifa ya Mungu na katika kumjua Mungu, ili tuweze kumpendeza Mungu na nani? Na wanadamu. Unajua kuna vitu vingine kama huwezi kuwapendeza wanadamu, tabia zako ni mbaya, kuna fursa zingine huwezi kupata. Hata kama una Mungu mkubwa unaenda kwa lugha, lakini kama hauna vigezo vya kimwili pia huwezi kupata. Ndio maana kuna wakati Biblia inasema tafuteni kuwa na amani na watu wote. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kama tuna Mungu, kwa nini tutafute kuwa na amani na watu? Kwamba Mungu anaheshimu vigezo vya kimwili na vya wapi? Vya kiroho. Kwa hiyo wanadamu, sisi kama vijana lazima tuwe katika hizi level tatu, kwamba tuwe tunamjua Mungu, hekima ya Mungu iwe ndani yetu, lakini tumpendeze Mungu na mwanadamu. Hilo ndio lengo. Lakini tunatamani nini katika hii programu? Tunatamani vijana wawe na mwelekeo sahihi, wenye uwezo wa kupambana na changamoto za ujanani. Katika eneo la ujana tunaweza kusema kwamba ndio vita inapoanzia. Ukiwa mtoto hapo unaweza ukapiganiwa sana na Mungu mwenyewe, lakini ukiwa kijana Mungu atakupigania, lakini kuna changamoto zitaongezeka ambazo ni za ujanani. Bwana asifiwe. Hasa bila kuwa na mafundisho sahihi au bila kuwa na msingi mzuri kama vijana, tutakuwa na vijana wengi lakini ambao tunapotea kwa sababu kukosa msingi imara ambao unaweza kutusaidia. Kwa nini tumeanzisha hii program? Lengo ni kuwa na vijana wenye uwajibikaji na sio tegemezi. Vijana wenye uwajibikaji na sio tegemezi. Hizi kuna vijana wengi sana ambao hawana kazi. Namkuta kijana yupo kanisani lakini hana kazi. Au siku hizi nakuta kijana ni mkubwa kabisa lakini anategemea kwa wazazi. Yupo kabisa ana miaka 18 na kuzidi, lakini ni tegemezi. Hana mwelekeo, hana future, hana chochote. Hasa vijana kama hawa wakiwepo ndani ya Kristo pia ni mzigo, na ndio maana tumeandaa hii program kwamba itusaidie hawa vijana waweze kutoka katika hayo maeneo. Jambo lingine, tunatamani kizazi chenye msingi mzuri na imara wa kumjua Mungu. Hatutaki kuwa na vijana ambao ni wepesi. Hatutaki kuwa na vijana ambao hawana ufahamu. Wazee unaoona ndani ya Kristo Yesu wana msingi ndani, ambao huo msingi walipata mamento ambao waliwaongoza katika huo msingi. Walipata walimu wazuri ambao waliwafundisha mpaka hapo walipo. Na maisha ni msingi. Msingi ukiharibika hakuna maisha. Ndio maana mmoja akasema kwamba kuna wengine wanaishi lakini kuna wengine wanaishia. Wengine wanaishi lakini wengine wanaishia. Kwa sababu gani?
wanaoishi wana msingi. Wanaoishia ni watu ambao hawana msingi na wanakufa hivyo hivyo, hawana chochote. Kwa sababu gani? Hawana msingi. Kwa hiyo msingi ambao utaipata kwenye hizi program itatusaidia kuwa vijana ambao ni vielelezo, vijana wenye mantiki. Ukisema yule kijana wa Yesu, unajua kabisa kweli huyu ni kijana wa Yesu. Ukisema yule kijana kweli ameokoka, ujue kabisa huyu ameokoka. Hatutaki vijana ambao ni warokore wenye majina. Tunataka vijana ambao ni vielelezo. Wanasifiwa sana. Ndio maana hata Paulo anamwambia Timotheo, jitahidi kujionyesha. Jitahidi kujionyesha kwamba umekubaliwa na Mungu. Unajua katika habari ya kujionyesha ni wewe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kujionyesha sio Roho Mtakatifu atakuonyesha kwa watu. Kujionyesha ni kujitahidi kujiweka katika maeneo sahihi ili uonekane kwamba umefanya nini? Umekubaliwa. Hasa kwa mfano tumeacha usingizi, tumekutana hapa. Hapo tunajitahidi. Bwana asifiwe sana. Tunajitahidi kukaa katika maeneo sahihi ambayo yatatusaidia watu wanavyotuona, watuone kwamba hawa vijana ni smart. Hawa vijana ni vijana wa Yesu. Hawa vijana ni kielelezo. Hawa vijana wana mantiki, wana matokeo. Mungu asaidie sana. Kwa hizi program ni nzuri na tutaona kabisa, kwa sababu tunao walimu mahiri ambao watatusaidia kuvuka katika maeneo. Wanasifiwa sana. Lakini pia tunatamani kuwafikia vijana wengi zaidi ya hawa. Tamanio letu sio kwamba ni PAG Msamvu tu. Unaweza kuiona kama hii program imeanzishwa PAG Msamvu, lakini usishangae siku moja unaiona kwenye TV, kwa sababu ni program ambayo Mungu ameileta kwa wakati. Ni program ambayo Mungu ameiandaa kwa kizazi hiki. Tunatamani kuwafikia vijana katika kuwafundisha katika maeneo ya hisia na kimtazamo. Maeneo ya hisia na kimtazamo. Haya, unajua vijana usipokuwa makini unaweza kuwa unaendeshwa na hisia, alafu ujana wako kaharibikia hapo. Hisia huwa hazijengi. Hisia ni mihemko, si ndio? Maamuzi ndio yanajenga. Hisia hazijengi. Hisia zinakupampu. Hisia zinakusukuma, lakini hazijengi. Kinachojenga ni maamuzi. Bwana asifiwe sana. Kwa katika hii programu hii tegemea kuwa na walimu wa saikolojia ambao watasimama katika psychology, lakini pia kutakuwa na walimu ambao watakuwa wanafanya counseling kwa watu. Kuna watu vijana ambao wameshindwa na matatizo mbalimbali, wamepitia vipindi mbalimbali. Kuna mwingine unakuta ni kijana hapa lakini ana mapito mazito kama mzee. Kwa hiyo programu hii itakuwa sasa ndiyo kusudi lake. Mungu awabariki sana. Karibu kiongozi. Asante sana Mwalimu Mzunda kwa utangulizi huo mzuri.